Karibu tena katika kipindi cha I Mtumweni Show. Jina langu ni Idi Mtumweni. Na leo tuna mgeni maalum, kijana ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika siasa za vijana na uongozi. Amejipambanua kama kiongozi mwenye mtazamo makini na msimamo wa wazi katika masuala ya kisiasa. Na tumekuwa tukijaribu kufanya kipindi muda mrefu sana, na leo alhamdulillah imewezekana. Na kama mimi niko na shauku ya kujua mengi sana, na mtazamaji sina shaka na wewe kutokana na mgeni wetu utakuwa na hamu kitu gani tumekuandalia. Karibu sana ndugu yetu Suleiman, na tunafurahi kuwa na wewe leo katika kipindi chetu cha I Mtumweni Show. Karibu sana. Asante sana kaka Idi. Nimefurahi sana pia kwa miongoni mwa watu wachache waliopata nafasi ya kualikwa kushiriki kwenye kipindi cha I Mtumweni Show. Asante sana. Naam, asante sana. Furaha hakika ni yetu sote. Naam, tafadhali tukianza na mazungumzo yetu kwa ufupi kabisa, unaweza kutuhadithia, kutusumulia kidogo watazamaji wakajua tuko na nani kwa utangulizi kidogo. Haya, asante sana kwa nafasi hii ya kujitambulisha. Mimi jina langu ni Suleiman Ali Said. Ni mzaliwa wa kijiji cha Bahanasa, shehia ya Piki, jimbo la Mtambwe, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Na kwa sasa ni kiongozi katika taasisi ya vijana ya ACT Wazalendo, ambao tunajua kama ngome vijana taifa, na pale na hudumu kama naibu katibu wa mipango na chaguzi. Lakini by professional mimi ni mwalimu, alimwajiriwa pia. Asante. Naam, asante sana. Bila shaka leo tutapata vitu vingi sana, kwa sababu tuko na mwalimu alafu tuko na kijana ambaye anajishughulisha na masuala ya siasa. Mimi binafsi katika kumbukumbu zangu za kukutana na wewe katika harakati za hapa na pale za maisha na za elimu, na kukumbuka katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, na uliwahi kuwa ni kiongozi wa juu, ni rais wa serikali ya wanafunzi pale Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, visiwani Zanzibar. Ungetuelezea kidogo ni jinsi gani uongozi wako pale ulikutengenezea wewe njia ya wewe kuingia katika ulingo wa siasa? Asante sana, asante. Ni swali zuri. Kwanza na nitakuwa busara kama sitawashukuru wale wote ambao nilishirikiana nao pale Suza, na katika hao naamini wewe ni mmoja miongoni mwao, na naamini pia ni miongoni mwa watu walipigia kura mimi ili rais wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Na niseme tu, chuoni ni sehemu ambayo watu wanajifunza siasa, lakini pia ni sehemu ambayo little bit tuna practice siasa, na hasa wale ambao tunaingia kwenye uongozi wa serikali za wanafunzi vyuoni. Ni extracurricular activity, lakini tunajifunza hayo mambo. Kwa hiyo tukisema tunajifunza na tuna practice, naweza kusema sasa siasa ni siasa popote itakapokuwa imefanywa, ikifanywa kwenye jamii, ikifanywa kwenye vyuo, ikifanywa popote. Na kwa maana hiyo mazingira ya chuoni, kushiriki kwenye uongozi chuoni, ilikuwa pia sio tu kujifunza na kupractice, lakini pia inaniandaa mimi kuja kuwa ama kushiriki kwenye siasa nje baada ya masomo. Kwa hiyo ilikuwa ni nyepesi, kwa sababu tukiwa chuoni, unakumbuka ili uwe kiongozi ni lazima uwashawishi watu wa kuchagua, lakini pia ili uwe kiongozi wa kuchagua unawashawishi kwa sera. Ni vitu ambavyo hata rais anapogombea urais wa nchi lazima avifanye. Kwa hiyo masuala yale yalinisukuma mimi, na ilikuwa ni rais kunipeleka mimi kwenye siasa nje ya chuo baada ya kuanza masomo. Naam, bila shaka. Hapo tukirudi katika hatua zako za mwanzo za kuingia katika masuala ya uongozi na siasa, manake tunaona hata katika ngazi za chini kabisa tunachagua kiongozi wa darasa, tunachagua msimamizi wa hiki na kile, na ulikuwa uko na baraza lako kabisa, la baraza la mawaziri katika serikali yako, katika kama ni mfumo maalum ambao unawaandaa wanafunzi wanapofika katika ngazi fulani, wanajua kwamba tulipitia katika masuala mbalimbali ya uongozi. Wewe binafsi
kwa nini siasa na vipi unawekeza kupitia siasa? Kwa sababu tumeona kwamba vijana wengi inapokaribia msimu wa uchaguzi, kama huu ni mwaka wa uchaguzi 2025, wanaingia huku kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutengeneza kipato. Hili unalionaje, na wewe kama wewe vipi unawekeza kupitia masuala kama haya ya siasa? Asante. Kwa kuunganisha na hapo ya chuoni, pia kuwa kiongozi sehemu yoyote au kushiriki kwenye siasa sehemu yoyote, ni lazima uwe unashiriki ukiwa una dhamira fulani au kuna vitu vinakusukuma. Na kila binadamu Mungu amempa zawadi, awe anajua baada ya kuzaliwa au hajijui. Anaweza akakuwa hajui kapewa zawadi gani na Mwenyezi Mungu, lakini kila mtu ana zawadi amepewa na Mwenyezi Mungu, na zawadi ile amepewa ili imnufaishe yeye mwenyewe binafsi, wanufaishe watu wake wa karibu, lakini pia inufaishe na taifa lake kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu ambao nimejitambua mapema my potential, uwezo wangu ni upi, umeona. Kwa hiyo kuna vitu sasa vimenipelekea huko, vimenisukuma, ambavyo vimeambatana na hii zawadi Mungu alionipa. Moja ni nguvu ya ushawishi. Sehemu yote niliposimama, hata nikiwa katika ngazi za sekondari, msingi, lakini pia hadi kufikia chuo kikuu, niliposimama kuwashawishi watu, basi walinikubali. Kwa hiyo nguvu ya ushawishi naekeza kwanza kupitia nguvu ya ushawishi ambao Mungu alionipa. Lakini pia kupigania haki. Nadhani unanikumbuka chuoni. Unakumbuka kuna wakati mmoja chuo kilikuja kikabadilisha yale masharti ya tuliyokubaliana, ikabidi baadaye wanafunzi wafanye mtihani kwa kadi. You remember that? Lakini nikajua hapa uongozi wa chuo umeteleza, nikasimamia haki na hatimaye wanafunzi wote wakafanya mtihani. Ni hivyo hivyo kwenye jamii, tunapigania haki. Haki imewekwa nyuma kwenye jamii. Watu wengi wanahubiri amani zaidi kuliko kuhubiri haki, wakati amani ni tunda la haki. Uzazi wake ni haki. Kwanza iwepo haki, halafu ndio upate amani. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinanisukuma ni kudai, ni kupigania haki na uhuru wa watu. Watu wana uhuru wa kutoa maoni yao, lakini si hivyo. Watu kwa mfano Zanzibar sasa hivi wana uhuru. Wale wa Zanzibar watimiza vigezo, tumepita daftari soon tu hapa, walikuwa wana haki ya kuandikishwa kwenye daftari. Wapo wengine ambao wamenyimwa haki yao. Kwa hiyo wajibu wengine ambao nawekeza na kimenisukuma pia ni kupigania haki, lakini pia ni kutatua changamoto, kusaidia utatuzi wa changamoto zilizomo kwenye jamii na kuleta mabadiliko. Mimi naamini sana kwamba yale yaliyowashinda wenzangu kuyafanya vizuri, mimi yapo baadhi yao naweza kuyafanya vizuri. Na maana hiyo kukaa nyuma maana yake ni kuzuia mchango wangu ninaouamini usionekane, mchango wangu ninaouamini usisaidie katika kutatua changamoto ambazo jamii inakabiliana nazo. Kwa hiyo pia mambo ambayo nawekeza ni utatuzi wa changamoto, na pia yananisukuma hayo kutatua changamoto zilizomo kwenye jamii na kuleta mabadiliko. Na naamini pia nilipokuwa Suza ulishuhudia niliweza kuwasaidia wenzangu kwa kiasi fulani, ingawaje watu wengine pia mambo yanayowasukuma na wanawekeza hivyo. Watu wengine, mimi si katika hao, huwa wanashiriki kwenye siasa kwa sababu ya urithi wa kifamilia. Kiongozi alikuwa mwanasiasa, mzazi babu alikuwa mwanasiasa, baba akaja mwanasiasa, na mimi nifuate njia hiyo. Mimi sitokei katika familia ya wanasiasa, sitokei katika familia ya wanasiasa. Naweza nikusema katika familia ama ukoo wangu mimi nitakuwa ni chimbuko la mwanzo kusimama kama mwanasiasa. Lakini pia watu wengine wanakuja na dhamira binafsi, dhamira za maslahi binafsi. Mimi sipo huko. Ingawaje ukipata kwa mfano ukiwa kiongozi mkubwa kwenye chama cha siasa au kwenye serikali, bila shaka maslahi yatakuja kwa sababu utalipwa mshahara mzuri kulinganisha na wengine waliopo chini yako. Lakini hicho si kitu ambacho mimi kinanisukuma kuwekeza katika siasa. Kitu kingine ambacho mimi kinisukuma kuwekeza katika siasa ni kipato na mshahara. Of course ni hapo kwenye maslahi binafsi, lakini sijasukumwa na hicho kwa sababu kwenye shughuli zangu nyingine za kimaisha napata kipato, na kama nilivyotangulia kusema mimi ni sehemu ya watu ambao wanalipwa mshahara. Kwa hiyo vitu ambavyo vinanisukuma na naekeza kwenye siasa ni nguvu yangu ya ushawishi, lakini pia kupigania haki na utatuzi wa changamoto na kuleta mabadiliko katika jamii. Asante. Naam, asante sana. Na
sina shaka sio shida wala si tatizo kwa kijana kuwa mwanasiasa kwa sababu familia, unajua manake mambo yanarithishana. Kama babu ni mwanasiasa, basi bila shaka kuangalia harakati zao na kijana wao atakulia katika misingi hayo ya kisiasa. Naam, mtazamaji mimi tu simo katika kundi hilo. Asante mtazamaji na msikilizaji wetu wa Mtu Mwani Show. Kumbuka nipo na kaka yetu hapa Bwana Suleiman Ali. Huyu ni mwalimu lakini pia ni kijana ambaye yupo katika harakati mbalimbali za masuala ya kisiasa, na ukipita katika mitandao yake ya kijamii utaona jinsi gani ambavyo anatumia muda wake mwingi katika kuhakikisha kwamba anatimiza yale malengo yake katika masuala ya kisiasa. Hakika ni mtu ambaye safari yake ya uongozi ilianza mapema sana, na imethibitisha hapo kama ulivyomsikia alivyotugusia kidogo vitu ambavyo alivifanikisha alivyokuwa kiongozi wakati huo katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, akiwa ni rais wa serikali ya wanafunzi, na tukiwa tunaendelea. Naam, tuingie ndani kidogo sasa. Ningependa kujua, ama mtazamaji pia angependa kujua, vitu gani vilikupelekea hasa kuamua kwamba okay, now nimetoka katika nafasi fulani ya masuala ya kisiasa katika ngazi ya chuo, nataka kuingia katika ngazi fulani ya kitaifa. Kwa nini uliamua kuchagua chama cha upinzani na sio kuingia katika chama tawala? Hilo ningependa kulijua pia kutoka kwako. Asante sana ndugu yangu. Nalo ni swali zuri sana. Kwa imani yangu mimi kwenye siasa, nikiwa nasimamia utatuzi wa changamoto ambazo zimo kwenye jamii lakini na kuleta mabadiliko, napaswa pia kufikiria changamoto hizi zimetengenezwa na kundi gani na nani anaweza kuleta mabadiliko, utatuzi wa changamoto mabadiliko. Lakini pia nikiwa nadai haki, napigania haki za watu kwenye jamii yetu, napaswa kujua ni nani sasa wanaokandamiza haki za watu kwenye jamii yetu, na ni upande gani unaweza ukanisaidia kupigania hiyo haki. Lakini pia nikiwa nataka nitumie nguvu yangu ya ushawishi, nitumie akili yangu vizuri zaidi kushawishi watu, ni upande gani nitakuwa naweza kutumia ushawishi wangu. Kwa hiyo mimi naamini uvunjaji wa haki unaotokea hapa, kwa mfano hata huu haki ya kuandikishwa kwa daftari la kudumu Zanzibar na wapiga kura, unachangiwa zaidi na serikali na chama ambacho kinatawala, kinatengeneza serikali, Chama cha Mapinduzi. Kama mimi najipambanua wazi kwa nipigania haki, sipasi sasa kwenda kwa hawa wavunja haki. Si mara zote wanakuwa na wavunja haki, lakini kuna sehemu kubwa ya haki wanaivunja. Kwa hiyo napaswa kwenda haki kwenye chama ambacho chenyewe kimejipambanua wazi, sisi tunapigania haki. Lakini kingine pia ndicho ambacho nilikisema, hizi changamoto zilizopo sasa ni upande gani. Kwa mfano kwa Zanzibar, watu wengi tunalalamikia ni ugumu wa maisha, sasa hivi ugumu mkubwa wa maisha. Lakini pia kwa Zanzibar kuna changamoto ambazo ni sugu kwenye muungano, kwa jina maarufu zinajulikana kama ni kero za muungano, ni kero ambazo zinaendelea kudumu. Tunafikiri wenzetu wanasema zimeisha, lakini kwa muhimu kiangalia bado zipo. Mfano kesi ya mafuta tunaambiwa tumeruhusiwa Zanzibar kufanya mauzo yetu ya mafuta, lakini katiba bado haijabadilika kuhusiana na kesi ya mafuta na gesi. Nadhani hilo pia umeliona kuhusu swala la kodi mbili kwa Zanzibar, ZRB na ZRA pamoja na TRA, au sio? Utasikia tumeruhusiwa Zanzibar kukusanya mapato yale yanayokusanya Zanzibar na Zanzibar, lakini katiba bado haijabadilika. Ni changamoto. Kwa hiyo kama hizi ni changamoto, sasa ni upande gani ambao kisera, kiitikadi umejipambanua zaidi kwamba haya sisi tuna uwezo wa kurekebisha. Na kauli yangu ya mwanzo, ninaamini mimi sehemu ambayo wenzangu wameshindwa kufanya vizuri, naamini yapo mambo naweza kufanya kazi vizuri. Bila shaka ni ACT Wazalendo ndio ambao imetoa mwelekeo sahihi kwenye kesi za muungano, tunatakiwa tuende vipi. Bila shaka hizi changamoto nyingine pia ACT Wazalendo inazisemea, na kwa mfano kesi ya hali ngumu ya maisha iliyopo Zanzibar ambayo mote inasababishwa na ukiritimba na mazingira magumu ya bandarini. Lakini kikubwa zaidi ni Zanzibar yetu. Mimi nina imani sana na Zanzibar, na kwa
sababu nimesoma japo kidogo kuhusu historia ya Zanzibar. Naijua potential ya Zanzibar, uwezo wake ulionao. Hatustahili kuwepo hapa tulipo sasa hivi. Lakini nimesoma, najua kihistoria ya Zanzibar huko nyuma pia uwezo wake ulikuwa ni upi. Ilifikia hadi hatua inasemekana Zanzibar ilikuwa inakopesha baadhi ya mataifa mengine, lakini inafanya mambo yake kwa kujitegemea na pato lake ndani zaidi kuliko mikopo na kuomba misaada. Kwa hiyo Zanzibar hiyo ilikuwa ni ya muhimu zaidi, na tunaweza tukarudi kule kwenye ile status. Haizuru inahitaji zaidi kuwa na innovation na masuala mengine ya matumizi ya teknolojia ambayo zamani yalikuwa hayapo. Naam. Bila shaka kama siasa tuko na pande mbili ama tatu katika mfumo fulani wa vyama. Kuna vyama vya upinzani tofauti na kuna chama tawala, na tutakuwa tunawaalika katika msimu huu wa uchaguzi vijana ambao wameamua kujiingiza katika masuala ya kisiasa, haijalishi katika upande gani. Na nitapenda pia kujua kwa wale vijana ambao watahudhuria katika mjadala wetu huu katika vipindi vijavyo, kunieleza kwa nini chama fulani, kwa nini ulichagua chama cha CCM, kwa nini chama cha ACT, kwa nini Chadema na mfano kama hayo, kwa sababu kama kijana una uhuru na una nafasi ya kuchagua kutokana kama ambavyo ndugu yetu Suleiman hapa ameelezea mambo yaliyomvutia katika chama ambacho amekichagua. Mtazamaji, nawe niandikie maoni yako, kwa nini unapendelea, ama wewe ni muumini ama wewe ni mpenzi wa chama fulani, na tuandikie sera zao tukiwa tunaelekea katika uchaguzi. Tanzania yetu, Zanzibar yetu, sote ni wamoja. Naam. Nimekuwa nikifuatilia mitandao yako mbalimbali ya kijamii, na umekuwa ni mkosoaji mkubwa miongoni mwa wakosoaji wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala kikiongozwa na Dr. Mwinyi. Ni ipi tathmini yako ya uongozi wa rais aliyopo madarakani sasa hivi, na yepi matarajio yako kwa hichi kipindi ambacho kimebakia katika uongozi wake? Bila shaka kama ulivyosema, sio kwamba yote tu ambayo chama tawala kimefanya ni mabaya, kutakuwa kuna mambo mazuri pia ambayo kama jamii ya Watanzania ama Wazanzibari hatuna shaka basi kuwapa sifa pale ambapo kuna mema yamefanyika. Asante. Kwanza nimefurahi kujua kama wewe ni miongoni mwa wanaonifuatilia kwenye video yangu ya kijamii. Nashukuru sana, na mimi pia nakufuatilia na huwa naangalia taarifa zako. Lakini niseme tu kwa tafsiri haraka ya miaka hii sasa minne Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, tuanze na haya mazuri. Kwa kiasi fulani amejaribu kuongeza kwa mfano maslahi ya watumishi wa serikali. Ingawa baadaye tutachambua haya yameleta athari gani kiasi fulani kwenye jamii, lakini ni nzuri kuongeza watumishi maslahi, jambo ambalo mwanzo lilikuwa linafanyika kwa kiwango kidogo, lakini amejitahidi kwa kiasi fulani kikubwa. Lakini pia tumeona harakati nyingi, tunaona zapa za ujenzi wa miundombinu, ambao nalo pia tusiliangalie katika upande mmoja tu, nalo pia lina athari zake. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka nilizungumze niende kwenye upande huu ambao nataka kusema. Mimi ni kiongozi wa chama cha upinzani, na chama cha upinzani kikiwa ni chama cha kusifia tu, ile ladha ya upinzani inatoka. Na ikiwa utakuwa unasifia sana, maana yake utairuhusu serikali vile inavyoenda. Kwa hiyo upinzani ni vizuri zaidi pia kuangalia kwenye changamoto ambazo zipo, ili serikali ione yale mapungufu halafu yafanyie kazi, ijue kwamba hapa tutakosea. Moja katika jambo kubwa ambalo ni changamoto ya utawala huu wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni maisha magumu kwa wananchi. Mfumuko wa bei ya bidhaa nadhani umechangiwa sana na hali ya bandarini pale ilipo, na kodi nyingi. Nakumbuka alipoingia Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alisema mimi ni muumini wa kodi ndogo ambazo wananchi wengi wataweza kuzilipa. Hivyo anaamini zaidi kwenye kodi ndogo, lakini hali ni tofauti. Kodi ni kubwa halafu ni nyingi sana kiasi kwamba wananchi imewafanya wakumbana na maisha magumu. Na kweli unapotoza kodi kubwa kufanya biashara, shida yake ni kupata faida. Siku zote entrepreneurs they are profit oriented. Kwa hiyo wanajua mimi ukilitoza kiasi fulani nitaongeza kiasi fulani kuwakandamiza. Yeye si kuwakandamiza, lakini ataongeza kiasi fulani ili
kutengeneza faida yake. Kwa upande mwingine anapoongeza ni sawa sana kwamba anawabia wananchi. Kwa hiyo hali ya maisha ni ngumu sana na wananchi wanalalamika. Mzunguko wa pesa umekuwa ni mdogo sana na wananchi wanafanya swala hili walilalamikia, lakini hata hii ujenzi wa miundombinu tunaokusudia kujenga ni kiasi kikubwa tunaona ni kutokana na fedha za mkopo na uhisani, sio kutokana na pato la ndani. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba kuna ukosefu mkubwa wa ajira kwa vijana Zanzibar, tofauti na walivyoahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Swala hilo hawakulifikia. Pale wanaposema yajayo yamekamilika, si kweli, wanakosea. Hayajakamilika kwa sababu bado kuna tatizo la ajira kwa vijana. Bado maisha ya watu walio wengi ambao wanahoi ni magumu sana. Tatizo la ajira limekuwa kubwa. Ukipitia kwenye interview yangu ambayo nilifanya na channel ya ACT Wazalendo, utakuja kugundua nimechambua vizuri matatizo ya ajira. Na zaidi hasa watu wanapotangaza tangazo la ajira, wanatakikana watu 4 lakini wanaomba zaidi ya watu 100. Unagundua sasa tatizo ni kubwa sana. Na ukigundua hawa wanaomba zaidi ya 100, wengi wao pia ni vijana. Lakini pia ukikuta kwenye jamii kuna watu, kwa mfano walimu waliomaliza masomo miaka 15 iliyopita hadi leo bado hawajaajiriwa, ujue ni tatizo la ajira. Lakini pia kwenye hii miradi inaendelea ujenzi, asilimia kubwa ya watu waliopata nafasi ya kuajiriwa kwenye zile ujenzi ni watu kutoka Tanzania bara, na hili pia ni tatizo kubwa sana, kwa sababu wangepata vijana hapa Zanzibar wangejisaidia kusomboa na familia. Mimi natoa mfano, kulikuwa kuna ujenzi wa barabara ya kutoka Kibonde Zungu mpaka Tunguu, kuanzia wajenzi mpaka ikafika hatua ya kupaka vikuta vile vya barabarani rangi manjano na nyeusi, walikuwa ni Watanzania kutoka Tanganyika, sio Wazanzibari. Siwezi kuamini kama vijana wa Zanzibar walikuwa hawataki ile kazi, lakini siwezi kuamini kama hawana uwezo wa kufanya kazi ile. Hapa Uzi, baina ya Uzi na Unguja Ukuu kuna ujenzi wa barabara inakatisha hapa kwenye bahari, unaenda mpaka kwenye maeneo ya uwekezaji huko, lakini hakuna kijana hata mmoja wa Uzi au Unguja Ukuu aliyeajiriwa hata kazi ya kulinda vile vifaa vya pale. Na mimi bahati nzuri sehemu yangu pia anafanya tafiti na nimekutana na baadhi ya hao walioajiriwa pale. Nikauliza, je, kuna vijana wote wa Zanzibar walioajiriwa? Wakaniambia hakuna. Nikamuuliza, ingawa jibu nalijua kwa nini, wakaniambia kwamba tunalipwa pesa ndogo sana. Sidhani Wazanzibari wanaweza kukubali kufanya kazi kwa pesa hii, kwa maana wale ndugu zetu wanaokuja ni cheap labor. Sasa serikali ingetengeneza, kwa sababu hawa inawalipa, au sio? Inawalipa, na mnufaika wa mwanzo wa fursa zinazokuja anatakiwa awe ni yule mkazi wa pale, yani Zanzibari. Kwa hiyo serikali pia inatakiwa iwaforce hawa watengenezee maslahi mazuri vijana wa Zanzibar ili waajiriwe kwenye ile sekta ama kwenye ile miradi iliyopo. Na hatimaye serikali ilikuwa pia imeshiriki kutengeneza nafasi za ajira, lakini unakuta miradi ipo ni ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini vijana wanaoajiriwa sio Zanzibar. Hiyo ni changamoto nyingine. Lakini pia huduma mbaya kama mbovu za afya, na malalamiko sana kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tuna miundombinu kama nilivyotangulia kusema, tuna hospitali makubwa yamejengwa ya magorofa kabisa, mashaallah, ingawaje si ya mwanzo yalikuwepo huko asili kwa asili, au sio? Lakini yamejengwa makubwa mapya, na tunashukuru, ni jambo zuri, lakini bado huduma za afya hazifurahishi, si nzuri. Lakini bado pia kuna tatizo la uwepo wa wataalamu wa afya wa kutosha, lakini pia katika awamu pekee ambao vifo vya wananchi ndani ya mikono ya vikosi vya ulinzi na usalama imekuwa vingi ile awamu hii ya Hussein Ali Saleh. Na ukiziangalia sababu zenyewe za kufa, wala huwezi ukaamini, unaweza ukajiuliza kwa nini inakuwa hivi. Kwa mfano vifo vilivyotokezea Kilote, vijana wawili walipigwa risasi, walikufa wakiwa kwenye gari kwa sababu tu ya kuchimba mchanga. Hivi mchanga hiyo ni sababu ya watu kupoteza maisha yao. Wapo waliokufa kwenye tukio lile na wapo pia waliojeruhiwa. Lakini tulishuhudia kiongozi mzee wa miaka 75 naye akapigwa na mwenzake hadi kufa kwa sababu tu wanashutumiwa na haikubainika kwamba ni kweli walikuwa na madawa ya kulevya. Na ni juzi tu mkoa wa Kusini Pemba lilitokea tukio hilo la mtu kushambuliwa hadi kufa na vikosi hivi kwa sababu tu ya masuala ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo unakuta sasa ziko kesi nyingi. Kuna yule kijana ambaye alikuwa ni dunga pale, akaonekana dunga
Kuna kijana ambaye alichukuliwa Amani pale maeneo ya CCM na sehemu nyingine. Kwa hiyo vifo vya watu mikononi mwa vikosi vya ulinzi kipindi hiki pia vimeongezeka. Lakini mimi nilipata nafasi pia ya kuchambua matokeo ya mtihani wa form 4. Waje watu hawajui. Siku moja niliona kwenye mtandao kijana mmoja kaandika, ni kweli matokeo ya skuli ya Sirikaso Mara yalikuwa ni mazuri kusikiliza, lakini matokeo ya skuli ya Lumumba yalikuwa ni mazuri na matokeo ya skuli ya Sumatami yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo aliposti picha za matokeo yale ya skuli tatu, alafu akasema hongera Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, hongera Mama Samia, hongera Wizara ya Elimu. Sasa mimi ni mwalimu pia. Nikamuuliza kuhusu matokeo ya Bububu, matokeo ya skuli ya Kiluni na matokeo ya skuli ya Kwarara ambazo ni skuli zenye watu wengi sana. Faraja pia zina wanafunzi wengi. Bububu umeona ni karibia 500 wamefanya mtihani. Wanaofeli ni wengi sana. Je, apongeze alaumiwe nani? Kama matokeo ya Lumumba, Sirikaso na Sumatami hawa ndio wa kuwapongeza. Je, wa kuwalaumu matokeo ya Bububu sekondari, wa kulaumiwa kwenye matokeo ya skuli ya Kiluni, wa kulaumiwa kwenye matokeo ya skuli ya Faraja, wa kulaumiwa kwenye matokeo ya skuli ya Kwarara ambao ni skuli kubwa za ghorofa actual na zina wanafunzi wengi sana. Hapa alaumiwe nani? Au ni hao kupongezwa? Lakini pia ukienda ukiachambua kwa kila matokeo utagundua kama faulu mara hii umeshuka, lakini pia utagundua kwamba tukiachana hizo skuli kubwa na baadhi ya skuli za private, skuli nyingi za serikali zimefanya vibaya. Inatokana na sababu ajira za walimu, ajira mpya hazipo. Kuna walimu wengi wapo nje hawajaajiriwa, lakini kwenye maskuli hitaji walimu. Mimi nikupa mfano baadhi ya skuli ya Regeza Mwendo ila wanafunzi wa form 1 tu 800 kasoro kidogo, lakini skuli ya hii inaitwa ya Mtopepo ila wanafunzi wa form 1 tu 920. Umeona? Skuli ya Dr. Ali Hassan Mwinyi, skuli ya Ali Hassan Mwinyi kwa Bububu ina wanafunzi 900 na kitu na ina madarasa 12. Hao 900 na kitu ni wa form 1 tu, ina madarasa 12. Madarasa 12 hayo yahudumia kuanzia form 1 mpaka form 6. Utajua kwamba bado pamoja na kwamba tumejenga lakini bado kuna, na haya sizungumzi kwamba nabahatisha, nazungumza ni vitu ambavyo navijua seriously kabisa, na bila shaka tunatakiwa tu hivyo. Kwa hiyo kuwa mpinzani si kuangalia tu mazuri ya serikali, lakini vizuri uyaone na mapungufu yanayofanya serikali na uyabainishe ili serikali ipate kuchukua hatua, lakini pia wewe uoneshe sera yako kwenye utatuzi wa hizo changamoto ambazo zipo. Na umeniuliza pia kuhusu matarajio ya miaka 5 inayokuja. Miaka 5 inayokuja kama tutaendelea na utawala huu na mtawala huyu pia, mimi natabiri itakuwa ni mbaya zaidi. Kauli mbiu yao ya neema tupu, kwa kweli si kweli. Hatujaiona neema tupu, kwa sababu maendeleo yawaguse wananchi. Naweza kutoa mifano hapa. Mara nyingi huwa nasema tunapozungumza kuhusu magorofa, barabara na mambo mengine, haya ni mambo ambayo yalikuwepo kabla hata ya mapinduzi, na kusudia serikali ya ukoloni walifanya. Mimi nimeangalia kwenye historia chimbuko la skuli ya Lumumba ya kipindi cha ukoloni, ambapo ni skuli ya ghorofa moja kwa moja, lakini chimbuko la skuli ya Sirikaso ya kipindi cha ukoloni ambapo ni skuli ya ghorofa pia moja kwa moja. Skuli ya chimbuko la hospitali ya Mnazi Mmoja, skuli za Bembela klasi ni hivyo, au sio? Kama ni majengo ya ghorofa ile skuli na hospitali za ghorofa, ni kusema kwamba wakoloni pia walitengeneza hayo maendeleo. Kama maendeleo yanatosha kwa hayo ikuwepo, na hata barabara kwa wakati huo kwa mujibu wa population na mahitaji ya wakati huo pia walijenga. Lakini kwa nini mwisho wa siku Wazanzibari waliamua kutimua huo utawala? Ni kwa sababu wao wenyewe binafsi mambo yao yalikuwa hayaendi vizuri. Vitu hivyo vipo, lakini maisha yao maendeleo ya watu binafsi sio mazuri. Kulikuwa na ubaguzi kwa watu ambao hata sasa ubaguzi upo kwenye ajira za serikali, ambao hata sasa ubaguzi tumeushuhudia pia kwenye uandikishaji wa vitambulisho vya Zanzibar kazi. Zanzibar mwenye sifa, kijana wa Makunduchi, kijana wa wapi, kwa sababu tu anahusishwa na upinzani, alikosa fursa ya kuandikishwa kwenye daftari la wapiga kura Zanzibar. Lakini kijana kutoka Ukuranga, kutoka wapi huku Sumbawanga na sehemu nyingine, alipewa nafasi tena kwa kusindikizwa na kiongozi wa wilaya, kiongozi wa mkoa na vikosi vya ulinzi ili akaandikishwe kwenye daftari.
daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo naiangalia miaka 5 hii inayokuja, kama utawala utaendelea kuwa ni huu, basi utakuwa ni awamu ya majanga zaidi. Huko nyuma kuna kitu nilisema litazigusa. Katika kitu ambacho watu wanakipiga debe na mimi nilikipongeza, ni ongezeko la maslahi ya watumishi wa umma. Lakini impact ya hili ni nini kwa jamii? Serikali wafanyakazi wake ni less than 60,000. Watumishi wa umma Zanzibar ni chini ya 60,000. Chini ya 60,000. Najua hata 50 hawafiki, lakini tukue hesabu chini ya 60,000. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanywa mwaka 2022, Zanzibar ina watu 1,899,000. Sasa kuongezea maslahi hawa watu 60,000 au chini ya watu 60,000, lakini kukaja mfumuko wa bei, umeona, ambao huu unaenda kuwagusa watu wote kwa mujibu wa ile sensa. Maanake hawa utakuwa umewapunguzia, lakini hawa wengine umewaumiza sana. Umewaumiza sana. Tena sana. Na kwa sababu mfumuko wa bei ni mkubwa na haujagusa labda kwenye chakula, umegusa kwenye huduma za kiafya, umegusa kwenye mavazi, umegusa kwenye malazi, umegusa kwenye huduma za usomeshaji wa watoto kwenye maskuli, ndio umegusa kwenye kila kitu ambacho mwananchi anahitaji kuendesha maisha yake hapa. Sasa chukulia mfanyakazi wa serikali ambaye naye pia analalamika kwa sababu ongezeko la bei ni kubwa kuliko ongezeko la mshahara, kwa sababu bei imepanda kwenye kila kitu. Huyu anachanganya, analalamika mfanyakazi wa serikali. Yeye yule ambaye hakuajiriwa serikali, ana familia, understand, anasomesha, manake anatibu, ana mambo mengine, na hakuongezewa mshahara, lakini hili zigo la mfumuko la bei naye linamgusa, na ambao ndio wingi katika watu 1,800,000 ni wengi zaidi kuliko wale watu chini ya 60,000 zinapanda. Kwa hiyo kwa miaka hii 5 itakayokuja hali itakuwa mbaya sana kama hatutafanya mabadiliko ya kiutawala. Mimi natamani watu wanaotusikiliza hapa waitumie nafasi hii ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kufanya mabadiliko ya uongozi ili tuende tukaone matunda na hema ya Zanzibar. Okay. Naam. Kabla haujaanza kuanza kampeni zako za uchaguzi. Naam, nakubali. Hili ni jukwaa la wote. Wewe zungumza, sio na haja ya kufanya kampeni. Naam. Kitu ambacho nakipenda kuhusu baadhi ya wanasiasa, sio wanasiasa wengi, tumekuwa tunaona watu mbalimbali wanakosoa serikali, iwe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama iwe ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanakosoa bila ya kutoa njia mbadala. Kitu hiki rais anakifanya hivi, ingependeza au inatakiwa kifanyike hivi. Ni vitu ambavyo tungesonga mbele kuliko watu kupiga kelele kwenye mitandao, kulalamika maisha magumu, kulalamika vitu ambavyo vinafanywa bila kutoa mbadala. Huwezi jua leo kipindi chako, kitu maudhui yako ambayo umeyachapisha katika mitandao ya kijamii yatamfikia nani. Pengine katika namna moja ama nyingine inaweza kumfikia huyo kiongozi ambaye unapiga kelele kuhusu yeye, na ikawa ni sababu ya kubadilisha baadhi ya vitu. Kwa sababu binadamu wanajifunza kupitia binadamu wengine. Hakuna mkamilifu, hata awe ni rais, hata awe nani, anaweza kupata mawazo kutoka kwa mtu wa chini kabisa na akayafanyia kazi. Kama ulivyosema, wewe ni mwanasiasa ambaye upo katika kambi ya upinzani na umeyaona ambayo unayaona katika miaka 4 ya uongozi wa rais alokuwepo, na matarajio yako ikiwa mambo yatakuwa yanaendelea hivi, huwezi jua, pengine ni katika kujifunza na wao na katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kupata miaka 5 mingine, basi kuna mambo huenda yakabadilika, na bila shaka tutawaalika hapa kuja kusikiliza na wao sera zao na yale mazuri na yale ambayo waliteleza. Hakuna haja, hakuna aibu ya kuficha mazuri ya mtu na yale maovu ambayo hayafanyi vyema, ili kama nchi tunapaswa kusonga mbele kwa pamoja na katika mfumo kama wa kukosoana. Kuna kitu ambacho kinakuwa kinatatiza sana ulimwengu. Najua hili sio jambo la Tanzania ama Zanzibar tu, ni jambo sasa hivi la ulimwengu mzima.
inapokuja kila mwaka wa uchaguzi, hasa mwezi wa uchaguzi au kabla ya uchaguzi, kuna vurugu sana, vurugu na fujo wakati wa uchaguzi, hasa Zanzibar. Unahisi kama wewe ni kijana ambaye pia ni mwanasiasa, kwa mtazamo wako, kwa nini hali inakuwa hivi ya kisiasa inapokuwa wakati wa uchaguzi? Na nini kifanyike ili Tanzania tuwe tuna uchaguzi ambao umefanyika, hakuna mtu yoyote ambaye amefanya fujo au amefanywa fujo au amefanywa vurugu, na matukio yametangazwa vizuri na watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida? Nini kifanyike unahisi? Kabla nini kifanyike, labda tuangalie nini sababu. Na bila shaka sababu itakuwa ndio jibu langu. Na mimi kwa uono wangu haraka mtu anaweza kukuchambulia sababu nyingi sana, lakini mimi ni kitu kimoja tu. Sehemu yoyote ambayo hakuna haki kutapelekea watu kudai haki. Sehemu yote ambayo utawala yote asipotenda haki kutawafanya wale wanaoongozwa wadai haki. Kudai haki si kosa, umeona? Lakini tafsiri ya aliyepo pale anaweza akasema hawa wanafanya fujo sasa, kwa sababu njia za kudai haki zipo nyingi. Kuna kupitia maandamano, kuna kusema tu isiwe lolote, kuna njia tofauti. Kwa hiyo nimewasikia hata mara hii moja, rais wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ametembea kwenye misikiti mingi, amekaa kwenye majukwaa mengi sana, na katika kauli ambayo mara kwa mara huwa anaisema ni tudumishe amani. Na mimi nafurahi sana kwa sababu amani ndio kitu muhimu kwenye maendeleo kila kitu. Lakini ukweli ni kwamba amani ni mtoto, kuna kitu kinazaa amani, na si kingine bali ni kutenda haki. Kwa mfano, tulienda kwenye daftari, tulianza Pemba. Ilipofika Pemba siku ya mwanzo tu, vijana wa Pemba, hasa wale ambao wanasifia ACT Wazalendo, maana anakuja sheha kwanza anasema huyu si wetu, huyu anafaa, anakubali kukataa. Ukienda unaambiwa mfumo madole yale hayafanyi kazi, manake vifaa vya electronics au tunasema BVR, unaona hazisomi madole ya wale vijana. Daktari lilienda hivyo, lakini mwisho wa siku wako waliofanikiwa na wako ambao wamekosa haki yao ya msingi ya kuandikishwa kwenye daftari la kudumu kwa sababu wana vigezo na walifika hadi kwenye vituo vya kuandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Wana sifa. Daftari likaondoka likaja Unguja, kuna Pemba kuna vijana wameshaachwa. Sasa wale ni haki yao kwa sababu wana vigezo vya umri, vya kazi na kila kitu. Kwa nini wasirudiwa wakenda kuandikishwa? Hawa wamekosa haki yao. Wanaweza kusimama nao wakasema na sisi tuna haki ya kuchagua kiongozi tunayetaka kuanzia ngazi ya wadi, yani diwani, mjumbe wa baraza la wawakilishi, mbunge na rais, lakini tumenyimwa haki hiyo hapo. Wanaweza kudai haki yao. Wakidai, serikali itaichukulia kwamba hawa wamefanya fujo na inaweza ikawashambulia. Understand? Lakini wapiga kura wana haki ya kupata matokeo sahihi, au sio? Lakini vijana wa vyama vya upinzani wana haki na wao kufanya matembezi, maandamano na vitu vingine kama ambavyo vijana wa CCM wanafanya. Wao wanafanya miaka 64 ya mapinduzi, miaka 4 ya Dr. Mwinyi, sijui kumpongeza mama, sijui kufanya nini, wanafanya. Lakini vijana wa ACT Wazalendo wakiomba tu sasa unaambua askari hakuna. Kwa hiyo unakuta inapokuja hakuna haki, uhuru na usawa kwenye haya masuala, watu hudai haki, na watu wanapodai haki ndio kunakuja hiyo chaos. Huwachukuli kama wanadai haki, unasema wanafanya fujo, lakini huwa hakuna mtu anayefujo. Fujo siku zote linaanzishwa na viongozi. Fujo hata kwenye familia nyumbani, baba kama kiongozi asipotekeleza wajibu wake vizuri, asipowalea watoto wake vizuri, fujo litakuja kwenye familia. Skuli, mwalimu asipotekeleza wajibu wake vizuri, fujo litafanyaje? Litakuja. Mkuu wa mkoa asipotekeleza wajibu wake vizuri, fujo litakuja, kwa sababu mwisho wa siku itapelekea watu wadai haki zao. Kwa hiyo solution ni moja tu, ni kila kiongozi kutenda haki. Haki ikitendwa vizuri itazalisha amani, kwa sababu hakuna mtu atakayeruka kudai haki yake kwa sababu amepewa haki yake stahiki. Kwa hiyo tusiende tukasema kuna hivi na hivi, mwarobaini ni mmoja tu. Badala ya kuhubiri akienda misikitini, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi sasa abadilishe na tune,
aseme kwamba tunataka amani, na mzazi wa amani ni nani? Ni haki. Aihubiri na haki, kwamba watu wote wapate haki yao. Naanze na hili moja la msingi, awarudie wale wote walionyimwa haki ya kuandikishwa kwenye vitambulisho vya kupiga kura, wakaandikishwe ili wapige kura kwenye uchaguzi wa 2025. Nadhani nimekujibu vizuri. Naam, asante. Na bila shaka kama sisi ni vijana ambao tunabadilishana mawazo, mazungumzo haya yatawafikia walengwa ambao tunawakusudia hapo, na wataona kama kuna haja ya kuchukua hayo mawazo ambayo umetuelezea hapo. Kila kijana ana mawazo kutokana na misimamo yake ya kisiasa, kutokana na mazingira yake ambayo anakulia. Lakini swala la haki kwa hakika linabaki kuwa haki. Tunaona migogoro mbalimbali duniani kwa sababu kila mmoja anadai haki, na haki haiwezi kufichwa. Haki imekuwa kama ukweli, hata watu waubadilishe vipi unabaki kwa ukweli. Basi na haki hata ikifichwa inaonekana tu kwamba hapa hakuna haki katika mazingira fulani. Mtazamaji na msikilizaji wa Mtumweni Show, kumbuka niko na Bwana Suleiman Ali. Huyu ni mwalimu na pia ni mwanasiasa ambaye amejikita zaidi katika chama cha upinzani, chama cha ACT Wazalendo, na unamsikia hapo anavyotupa tathmini yake na taswira yake ya uchaguzi hapa ambao unakuja, miaka 4 ya rais wetu aliyopo madarakani Dr. Hussein Ali Mwinyi, na yeye kama kambi ya upinzani kuna vitu gani ambavyo anaviona vingebadilishwa hivyo basi Zanzibar ingelisonga mbele. Naam, tukiwa tunamalizia kidogo, ningependa kujua Bwana Suleiman, kama wewe tutarajie kukuona ukigombania nafasi yoyote katika uchaguzi unaokuja kama mwakilishi ama mbunge kupitia chama chako? Bila shaka, na kwa sababu nina sifa vigezo vyote vimetimia, na kwa kusimamia kile ambacho nilikizungumza mwanzo, kujalia haki, umeona, nguvu ya ushawishi, lakini utatuzi wa changamoto na kuleta mabadiliko. Nikisema nikinyuma, maana yake ni kuwapa nafasi ambao naamini wakati mwingine hawana uwezo, wameshindwa kutatua changamoto, wakati mimi naweza kuwa mbadala wa kuzitatua changamoto. Kwa hiyo mimi biiznillah tunalia hiyo ya kugombea ubunge wa jimbo la Mtambwe kupitia chama cha ACT Wazalendo biiznillah. Naam, bila shaka wagombea ambao na wao wametiania tayari kupitia vyama tofauti wanatakiwa wajipange kutokana na yale ambayo unayaelezea katika kipindi chetu hapa. Kutakuwa kuna shughuli kabisa katika siasa na kampeni katika jimbo hilo la Mtambwe. Mtazamaji na msikilizaji, tumefurahi sana mazungumzo haya kuwa na wewe Bwana Suleiman. Hakika vijana wanapaswa kushiriki kikamilifu katika siasa kwa sababu ni jambo ambalo linatuhusu, ni jambo ambalo kama kijana huwezi kuliepuka. Unaenda dukani kununua kibiriti, hujui unakatwa kodi kiasi gani, hujui jinsi gani kiongozi wako ameshiriki katika kuhakikisha kwamba kile kibiriti unakipata kwa namna fulani ya unafuu. Kwa hiyo ni jukumu lako pia kama kijana kusikiliza viongozi wako, kusikiliza pande zote za upinzani na pande za chama tawala, kuangalia nani wana sera nzuri, na je kitu gani kama wewe unaweza kukifanya kibadilika. Kupiga kura tu haitoshi kama hujui unayempigia kura yuko katika pande gani, yuko katika pande yako ama katika pande yake. Mimi nikushukuru sana katika kushiriki kipindi chetu, na nikutakie kila laheri katika safari yako hiyo ya kisiasa. Ni vijana ambao hakika tunawafuatilia sana katika masuala kama hayo ya kisiasa, kwa sababu ya ile kuamua kueleza kwamba kuna tatizo 1 2 3 na tukilifanya 1 2 3 tunaweza tukasogea na tukafika mbali. Asante sana kwa kushiriki kipindi chetu. Nashukuru sana brother, na nakutakia kila laheri, na naamini unachokifanya kinapiga sio tu kwako mwenyewe binafsi na familia yako, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Na naendelea kushauri, nimeona mara kadhaa unawapa nafasi sana watu wa rika zote,
lakini nataka uongeze wigo sasa kuwapa nafasi vijana, na kama kijana hajanyanyua kijana mwenzake, lazima vijana tushikane mikono, sio? Kwa hiyo unapompa nafasi ya kujieleza kijana, unamjenga pia kimazoea lakini kiuongozi. Kwa hiyo ushauri wangu kwako ni kuwapa nafasi vijana zaidi kuliko wengine. Lakini kabla ya kuondoka, naomba basi nitoe nasaha zangu kwa vijana. Pengine umenisahau hili. Mimi nasaha zangu kwa vijana. Naam. Karibu. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao utafanyika Oktoba. Bila shaka kwa kauli ya mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, hakuzungumza kauli hii kwa ajili ya wanachama wa ACT Wazalendo pekee. Amezungumza kauli hii kwa wananchi wote, Wazanzibari wote, kwamba uchaguzi mwaka 2025 sio tu kwamba ni mwaka wa uchaguzi, lakini pia ni mwaka wa kunusuru Zanzibar. Mimi nimefanya uchambuzi wa hili neno kunusuru Zanzibar katika anga zipi, lakini niseme tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye mamlaka yake ambayo imepotea. Uchaguzi huu tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye Wazanzibari na Uzanzibari wao. Uchaguzi huu pia tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye rasilimali zake. Uchaguzi huu tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye mipaka yake. Uchaguzi huu tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye rasilimali, nimesema rasilimali, lakini kwenye ardhi yake. Ardhi ya Wazanzibari sasa hivi inaondoka mikononi mwa Wazanzibari kwa kisingizio cha uwekezaji. Lakini kwa uchaguzi huu pia tunaenda kunusuru mila, desturi, maadili na utamaduni wa Zanzibari. Kwa hiyo tushiriki kikamilifu. Yule ambaye alikuwa anaogopa aondoe hofu. Yule ambaye alikuwa hajiamini ajiamini sasa. Yule ambaye alikuwa anaamini na kwa sababu vitisho vilivyopo kwamba mambo ni yale yale, si kweli, mambo si yale yale. Kila kitu kimebadilika. Mara hii tunashuhudia kwa mara ya kwanza tunaenda kwenye uchaguzi, hatuna John Pombe, kwa uchaguzi wa awamu hatuna John Pombe Magufuli ambaye alishiriki asilimia kubwa kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini tunaenda kwenye uchaguzi wa awamu hii, hatuna marehemu Maalim Seif, lakini pia tuna Mheshimiwa Othman Masudi Othman ambaye kauli zake zimejipambanua wazi na historia yake inaionyesha wazi. Kwa hiyo tujenge matumaini mapya kupitia uchaguzi huu. Twende tukapige kura bila woga. Asante sana. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa I Am Tumweni Show. Huyo alikuwa ni Bwana Suleiman Ali, na sina shaka umejifunza na kunufaika na yale ambayo alituandalia. Na wewe una nafasi pia ya kushiriki nasi katika kipindi chetu. Niandikie ujumbe, nitumie DM, tunaweza kuandaa mazungumzo mbalimbali ili kuweza kuhabarishana taarifa na kujifunza zaidi. Lengo ni kujifunza kama vijana. Niandikie maoni yako juu ya mazungumzo yetu haya. Unaweza kumuuliza Bwana Suleiman katika mitandao yake ya kijamii. Mfuatilie huko, angalia kila anachokifanya. Kama una swala, mtumie swala huko na mnaweza kuwa na mazungumzo pia na yeye. Jina langu ni Idi Mtumweni na hii ni I Am Tumweni Show. Sina la ziada hadi kipindi kijacho.